be done by any man. Father, for you are not a scam. Father, for what you say shall not lie. The things that you say come to pass. The Bible says that when you keep it to me, it shall not be taken away. What you have given unto me, Jehovah Lord, no man can carry it away. The Bible says when you touch, for no man can touch. When you speak, the Bible says, but when you speak, Jehovah Lord, every knee shall bow down and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Father, we are here to call on that name. We are here to mention on that name. The Bible says the Israelites, they knew and they cried unto your name, saying, oh Jehovah Lord, we shall not move unless you move with us. We shall not depart unless you depart with us. We shall not cross onto this place, Father, if you have not done it again. Jehovah, Jehovah. The Bible says they reached in a place where they saw there was only no way, and they started complaining, saying that, now Moses, what have you done? You have brought us here that we may die. Now look what you have done. They are going to kill us. And the Bible says Moses did not fear. He did not fear. For when I have the Lord, when the Lord is on our side, for we shall not fear. What is it impossible for him? What is it hard for him to do? The Bible says things that cannot be seen, things that have not yet been created, things that no man can imagine. But when you have the Lord, it shall be possible. Things that you only desire, but when you have the Lord on your side, the jobs that you seek, but when you have the Lord by your side, the perfect things that we seek, but when we have the Lord by our side, it shall be possible. Jehovah, Lord, Jehovah, today we call on that name, that mighty name. Today we mention on that name, oh my Father, for there is none other like you, for there is none other like unto you, Jehovah Lord. The Bible says, in my time of need, when I call upon you, you shall come. When I sit in the darkness, you shall be my light. Oh my Father, my Father. Mfalme mtakatifu. For who shall I call? Father, who shall I rely on than unto you, Jehovah Lord? I am here broken, Father Lord. We are here gathered, oh Father, my God, that only to worship your name, only to call unto your name. For we know what you have done unto us. For we know what you have been doing unto us since we knew you. We know what the powerful things that you have been doing, Father Lord, the things that you have done unto our lives that no one can do. You have made a way where there was no way. You did something that no man can do. You opened doors that no man can open. You broke chains that no man can break. You pulled down altars that the overlord were impossible for us to put. We looked unto you, Father Lord, when things were not there. We called unto your name when we saw there was no light. We called unto your name when we saw that there was nothing good coming. We call unto your name, oh Father Lord, on this day. For on that name, Father, I shall be seen again. But for on that name I shall receive favor again. On that name, oh Father Lord, when we mention it, we shall see the abundance of your heart. For on that name we shall receive the things that you have been doing unto us. For on that name, Father Lord, when I mention that name, my ways shall be well. My desires shall be well. The things that I want shall be well. The things that no man can do shall be well. When I mention on that name, the job that we seek shall be done. The doors that we seek shall be open. When I call on that name, the Bible says that they are asking, for where is this your God? This God that you serve day and night, for where is he now? And the
Bible says that he said, for that God has done it again. For that God has done it again. You may not know it, but I know it. You may not see it, but I see it. You may not want to see, but I see it. The Bible says they did not believe when Jesus arose, but they said, this is a scam. You cannot tell me someone that has died will wake up again in 3 days. You cannot tell me that this person who has just died, who is so being done, who is so being beaten, has risen again. But the disciple says, that name, that Jesus who you call, that Jesus who you call, that Jesus who you think cannot rise again, has risen back to life. That Jesus who you said, that Jesus that people provoked and they said, is dead. The Bible says that, when they heard Jesus was alive, the disciples saw that there was something new to rejoice about. Jehovah Lord, when we see there is no other place to go, we go into your house when we mention your name. The Bible says that Daniel was told to do not pray. But he said that, how can I not pray? How can I not call on this name? This person, who is he? Why can he not let us pray? Why can he not let us call on his name? And he said that, I do not want to know. Even if they say they will kill us, let them kill us. I do not want to know. Even if they say we shall die, I do not care. I want to die. Even if they say that I must serve this person, I shall not serve. I know the Lord that I serve. And he said that, I shall go and I shall pray. And the Bible says they went and said told the king, we saw Daniel praying again. And your word, you gave out a decree that whoever shall pray shall die. And they went and they arrested Daniel and they threw him in the den of lions, told him that you will die. And the Bible says that the king told him that the God that you serve, may he save you, may he protect you. Thinking that he was dead. And then the God of wonders did it again. The God, the mighty God, the abundant God, the full of grace God, the God that does it every time, did it again. In our lives, Jehovah Lord, we call you to do it again. Things that have not been done by men, Jehovah, do it again. Our blessings that cannot be seen by men, oh Jehovah Lord, open it again. The doors that cannot be broken down, Jehovah, in this day, Father, we call your name to break it today. Things that cannot be moved. The Bible says, but with prayer and fasting I shall move mountain. I shall decree a mountain to move and it shall move. I shall move things that cannot be seen. I shall put down walls, but when I have the Lord, it shall be impossible unto me. Jehovah, we call unto your name. The walls that cannot be broken today, oh Father Lord, they shall be put down. Walls that cannot be moved, oh Jehovah Lord, we move it today. The Bible says that when my Lord is by my side, who shall I fear? When Jehovah Lord is moving for me, who shall I fear? My Father, who shall I call? When I fell down, who shall I call? When I feel that there is no hope, the Bible says that he shall give you hope again. When someone says that now you people shall die, and the Bible says but when I rely on the Lord I shall not die. When they speak against us and they say that the desires that you want shall not succeed, the Bible says that when I mention the God's name, when I pray, when I talk, for it shall be done. For whom man shall take it away? When I call on his name, for it shall come. When I knock upon his heaven, it shall open. Father, we call unto your name. Open your doors today. Open your windows today. The Bible says that put me to the test. Try me. If you won't see that, I shall open my windows of heaven and I shall overflow you with blessings. Jehovah Lord, open your windows today. Open your windows today, oh Father. Open your windows, oh Jehovah God. The Bible says that for even though I walk in the shadow of the valley of death, for I shall fear no evil, for the Lord is with me.
Even though I see there is nothing, but the Lord is with me. Even though I know that it shall not be possible, but the Lord is with me, it shall be possible. Even if they say that you shall not succeed, but when I have Jehovah Lord, the jobs that you have been seeking for a long time, saying that I shall not, that I have been looking but I have not found. For when you trust unto the Lord, it shall be possible. The sicknesses that cannot depart from you, but when you call unto the Lord, it shall be possible. For when you mention his name, things shall move. For when you mention his name, mountains shall move. For when you call on to his name, I shall be healed. For when you call on to his name, wonders shall be done. Wonders shall be seen. Things that are not possible shall be seen. The blind, that the people that were blind will see. When we enter into your house, we shall not live as we came. The Bible said that, come all of you that were wearing with burdens, for I shall give you peace. Come. Oh Father, Jehova mtakatifu, tunakupa sifa mweza wa yote. Hakuna wa kulinganishwa Baba, hakuna wa kufananishwa nawe, bali ni wewe pekee. Tumejiweka Baba mikononi mwako siku ya leo, tukisema ya kwamba unastahili, tukisema ya kwamba wewe ndiye ni mweza wetu, mfalme mweza. Tukibonjika, tukibondeka, maana wewe ndiye unastahili. Siku ya leo mfalme wa uzima, tunaliomba neema yako, tunaliomba usaidizi wako, tunaliomba Baba ili wewe ukasonge nasi katika ibada ya leo. Tunaliita nguvu zako mfalme mtakatifu, tunaliita Baba kibali chako siku ya leo Baba, ili ukubali maombi yetu, ukubali moyo zetu mfalme. Maombi yetu yajibiwe, matamanio ya moyo wetu Baba yapatikane. Neno lako linasema ya kwamba haja ya moyo wangu Baba yatapatikana kwako, maana wewe ndiye unayejua yale ambayo tunayataka. Siku ya leo mfalme mweza wa yote, yatendee yale ambayo tunayataka. Tukutane na wewe Baba siku ya leo. Tunaliomba rehema yako, tunaliomba neema yako Baba siku ya leo. Tunaliomba Baba kibali chako siku ya leo. Tunakuomba Baba usaidizi wako siku ya leo, maana usituache twende kama mayatima. Usiwache Baba maombi yetu Baba yawe bure. Usituache mfalme kilio chetu yawe bure. Usituache mfalme wa uzima yale ambayo tunayatamani yawe bure. Mfalme neno lako linasema kwamba nikiaomba na niyaseme na maneno na midomo yangu, naye Baba utayatimiza. Siku ya leo mfalme mweza wa yote, yatende Baba, uyatende mfalme. Ukutane na kila mmoja wetu Jehova, ukutane na kila haja ya moyo wetu mfalme mtakatifu. Yale ambayo tunayataka Baba siku ya leo ukayatende. Tunakupa sifa mfalme mweza wa yote. Hakuna yule ambaye anastahili mfalme, mwenye nguvu, mwenye uwezo, unastahili Baba. Ni nani mwingine kama sio wewe mfalme wa uzima? Ni nani mwingine kama sio wewe? Tunalitangaza nguvu zako katika ibada ya leo. Tunalitangaza mfalme uweza wako katika ibada ya leo. Wale ambao watakuja mfalme watabaki na neema yako, watabaki mfalme na uponyaji wako. Wale ambao waliokuja na mizigo mzetu Baba wapate kuyapumzisha. Wale waliokuja na vidonda vya moyo Baba ukawaponye. Wale waliokuja wakisumbuliwa mfalme mweza wa yote ukawaponye. Ni nani mwingine kama sio wewe? Unastahili mfalme. Ni nani kama sio wewe? Anayatenda makuu ni nani kama sio wewe? Baba tunakusujudu tukilimidi jina lako, maana unastahili. Maana unastahili ni wewe. Hakuna mwingine kama sio wewe. Tunemtegemea ni wewe mfalme wa uzima. Tunemsongea ni wewe Jehova. Tunemkimbilia ni wewe mfalme mweza wa yote. Neno lako linasema ya kwamba tukisongea nawe basi utatusongea. Tukiliita jina lako nawe mfalme utakuja. Tukikutafuta nawe tutakupata.
Siku ya leo mfalme, tunapokuita Baba, usikae mbali nasi. Neno lako linasema ya kwamba na mikono yako sio mifupi kutuguza, macho yako sio kipofu kutuona, sikio lako si kiziwi mfalme kutusikia. Siku ya leo mfalme Rabii, uyasikie maombi yetu, uyasikie kilio chetu, uyasikie matamanio ya moyo wetu. Mfalme, kibali chako, neema yako ya maombi, neema yako ya kuponya Baba iwe juu yetu. Mfalme, usaidizi wako, tume msaidizi wako mfalme bila kipimo siku ya leo. Baba, uweke miongozo wako Baba, utuongoze mfalme kwa neema yako. Utuongoze mfalme kwa yale ambayo utayatenda. Hakuna mwingine anayestahili mfalme, hakuna ameyatenda yale ambayo utayatenda. Tunakupa sifa mfalme mweza wa yote, tukisema ni asante Jehova, tukisema ni asante Shaddai. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. He's good. He's good. Amen. Nakameboeka. He's good. Amen. He's good again. Amen. Sura inawachanganya. Sura inaweza wachanganya kidogo, lakini nimerudi na good news. Sina. Leo tunaenda kuongelea kuhusu legacy. Talking about legacy, kuna many subtopics kutoka kwa legacy. Lakini leo tunaenda kuongelea living a lasting legacy kwa hii maisha ya kufuatilia God. Sina. Lazima tuache legacy mzuri nyuma. Mama nataka kuacha legacy mbaya. So, a brief mnaweza niambia venye mnafikiria what's legacy? What's legacy? What do you think legacy is? Anyone? Legacy. So, legacy is an inheritance that someone leaves behind. Some of the actions or characters that we leave behind. And it's something that you act with someone, do and leave behind. Sikia? Inaweza kuwa ni mali, inaweza kuwa ni behavior. Yoyote kwa hizo inaweza kuwa ni legacy. It could be an influence that you give and leave to someone or to yourself. So, hii legacy inaweza narrate kwa, you know, the Bible, you remember the woman who anointed Jesus, ama alijipanguza nywele yake na alipanguza Jesus na nywele yake. So unaona yeye aliacha legacy nzuri.
aliacha assurance of how he loved and worshipped and respected Jesus. So, what can you leave to Jesus in order to remember you one day that you are not in the Bible? Uko kwa Biblia lakini uko kwa hii dunia. So lazima wache tu legacy mzuri. Wache legacy mzuri ndio watoto watanene hadi wajukuu kitu poa. Ndio. So, a question to ask yourself ni, how can you leave a lasting legacy? How can you leave a lasting legacy? Unaweza achaje legacy ina last? Mwenye anajua. So, we can leave a lasting legacy with faith and devotion. Kujitolea. Unafanya kila kitu kujitolea, si ati masukumwa. Another question to ask yourself is, are you so pathetic in the thing of Jesus Christ? Ni pathetic ni kukuwa sure, to be sure of Jesus Christ. Kuwa sure nayo. Ndio pia swali unafaa kujiuliza if you want to leave a good legacy. Sahi, as youths and this generation, kupata mtu mwenye anaacha legacy mzuri, it's so hard. Unapata death inaoka anytime. Unapata kitabu mtu agundue eti anafaa kufanya mazuri, it's dakika tu kidogo. So sisi wote tunafaa kujitolea with faith and devotion. Kwa na imani na kujitolea. Another question to ask yourself. Hizi swali unafaa kujiuliza, alafu ukae chini uone unafaa kuifanya aje. Are you rooted in Jesus Christ? Ama we ni stem, ama we ni leaf, we ni kianzilio, we ni katikati, ama we ni rooted? Kama we ni leaf, inamaanisha ndio umeanza, si ndio? I guess. Na we ni stem ndio uko katikati. Na root ndio sasa si umebeba wao wote. So lazima ukiwa root, lazima tu kue unaacha legacy mzuri because you are rooted. I guess you know meaning you are rooted in Christ. Another question to ask yourself. Is it impossible to have faith to impress God? Ukiwa na imani ndio unamwamini Mungu. Unampendeza Mungu. Ukiwa na karakta zingine pia ndio unampendeza Mungu. Another question. What have you given him that you can say is a lasting legacy? What? Unaona vile Judas alibetray Jesus. Unaona legacy gani aliacha? Legacy ya betray, sinaona. Na alikuwa amejitolea kumbetray. Ndio. Akiambiwa utakupatia hizi 30 hiyo 30 alafu you go and kiss Jesus. Si alikuwa amejitolea, he was willingly. Pia sisi tunafaa kuwa willingly kufanya anything so that you can leave a good legacy. Hatuwezi jua. Unaweza enda saa hii ama unaweza enda mbali saa hii na usaidie watu. Ukiona tu it's something common ya kusaidia watu. But kusaidia watu ndio kuacha maneno mazuri nyuma, ama ni aje? Lazima tuache vitu mzuri nyuma. Living a lasting legacy. Si kuacha legacy, a lasting legacy. How can we do that? Lakini main thing ni faith and devotion. Living out the gospel.
naweza kuwa unafanya hizo vitu zote lakini hapa nje hujai preach. I remember tukiwa shule, there is a pastor mwenye alikuja. Bidhe tukienda na shule imanishi sasa we don't go to church. It is a must. Shule yetu we go to church a must. So kuna kwa na chapel class, kuna kwa na mindset. So lazima uzi attend zote. So chapel, there is this man mwenye alikuja ku preach that day. Alikuwa kanaongelelea nasema saa hii kwa hii maisha yetu ni tunaishi saa hii, a lot of people are living with wanaishi na maoni yao. Kuna vile Mungu anaweza kukufanyia na ukae nayo. Kama saa hii preaching the gospel, the main thing alikuwa anaongelelea ilikuwa about preaching the gospel. Saa hii kitambo upate Gen Z amekaa hivi chini anaambia mwenzake about God is so rare. Ni ukweli. Hawatu ongeleleangi kuhusu Mungu. Sana walikuwa natuambia leo ukienda uchukue hii wiki yote you just trace tu watu wawili uwalete church. By the time yeye inakuwa imeisha, book out how many people utakuwa umeleta kwa church. Kama you are willing, alikuwa anatuambia ati usikae na mazuri yenye Mungu amekutendea. Spread to people. Waambie. I know it's not easy. Kwa sababu kwa majenzi si rahisi, but you can. That's the main thing. Imagine he came to church mara mbili akiambia tu watu the same thing. You people are listening to the gospel but not spreading it. Na kitu main tulikuwa hapa ni kufanya nini? To spread the gospel. So a lot of people are not spreading the gospel. Na pia naona kwa hii party ya legacy, living out the gospel ni pia iko among them. So unaweza kuomeka hapo uko na mabeshte, it's good you talk. Mimi niko na marafiki wengi wenye waendangi church but ananiambia ngatu mimi naombanga hata kama ni 10 minutes naomba. Lazima uwajaribu uonyeshe huko hii place ni safe. It's safe. So lazima ukam. But if you don't spread the gospel, then you're not living a good legacy. Utaacha legacy mzuri ya huku nje ulikuwa unasaidianga watu nini. But the main job spreading the gospel ulifanya au kufanya. Ati consistent testimony and sharing the gospel so that you can impact their lives kila time. And the last one is influencing future generation. Hii generation yetu hii na hiyo ingine inaitwa alpha. Afadhali millennials they were better. Generation yetu ya sasa hii to impress ama kuwa influence ni ngumu. Unaweza kuwa addict huku nje, addict wa kitu, addict wa mshene, addict wa story, addict wa kitu yoyote. Pia hii addict ya kuinfluence mtu pia ni best. Ukijaribu kuinfluence watu huku nje uambie hapa ndio mali best, ni mzuri. Hiyo ndio legacy main. But main thing is faith and devotion. Lazima uwe na imani kwanza. Na lazima ujitolee kufanya. Kama una imani na utajitolea kufanya, utafanya hizi zote? Huwezi fanya. So sisi wote tuko na imani na tujitolee mambo ya God. Bidii kukaa mbali na kanisa yenu ni ngumu. Nakwambia. So mkiwa hapa ndani ya hii kanisa, use it well. Hii nilikuwa na miss church. Miss church. You are going to church but you're not feeling you're going to church. You go to church every day, unasikia neno kila siku but you miss that church. So mkiwa hapa, use it well. You pray, after praying, uko nje pia omba, uko nje ukiomba pia unaambia watu maneno mazuri kuhusu God. Imagine inawezekana, kuna kitu iwezekani. Nilienda shule nikakutana na a lot of things zenye sikuwa na imagine nikakutana nazo. We were in school na pia shule unajua tu kuna kwa na mambo mob. But mimi niliambia Mungu kimpeleka shule nipeleke Kenya na nipeleka huko. But Mungu alinipatia extra things.
I prayed for godly friends. I found godly friends. They are there. So ukiwa hapa ndani, tafuta wengine huku nje. You bring them and leave a lasting legacy. That's my preaching. Thank you. I hope mmebarikiwa. Mmebarikiwa? Yes. Aya, jenzi songeni mbele. Songeni mbele tukikaribisha mwalimu wetu. Ye mwalimu wetu mmoja anapokuja. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Ninaitwa Virginia, nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru kwa kuniamsha leo. Namshukuru kwa kunilinda wiki yote. Namshukuru pia kwa neema ameachilia juu ya maisha yangu pia. Ni mingi ya kumshukuru, lakini yenye tunasema tu ni yenye zile main, ndio. Leo nitaka tusome kwa kitabu ya Isaiah 55:6. Volunteer tusome. Anyone? The Bible says, "Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him when he is near." Okay. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Naona nataka tusome, title itakuwa A Great Invention or Opportunity in Our Lives. Hii verse natuambia seek the Lord while he may be found, call upon his name and he is near. Sindio? Sometimes tunapitianga challenges, unapata mse anasawabi zile mazuri Mungu amemfanyia before, ama venye Mungu amemsimamia in everything. Unaona, kuna opportunities Mungu amekupatia na yenye anakuletea saa hii ni kadogo, unashindwa hadi ku-overcome. But hapa anatuambia tunafaa tumtrust every situation because anajua kila kitu anatuletea hapo na wale, sindio? Always trust in God and believe in him. Whether happy, whether sad, whether the situation is hardest, ama unasemangaje, all the situations can bear. Sindio? Always trust in God. Alafu tuende tena kwa Psalms 147 chapter 5 verse 5. The Bible says, "Great is our Lord and of great power. His understanding is infinite." Yes, our God's power is great. There's no power. Hata kama hizo zingine zinakuja zinaturudisha nyuma, inaturudisha behind. At the end, our God will overcome everything na inatuletea good fruits. Ndio? Tunakuanga winners, kuna shame those to overcome us. Ndio? Anatu embracing the last minute. Anaibishanga vizetu the last minute. Hiyo ni kutuonyesha his power is great and power yake inakujaga the right time, inatuokoanga the right time pia. Yes, nataka tena nisome katika kitabu ya Galatians 6:9.
Galatians 6:9. It says, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Mwingine tusome Romans 12:19. Romans. It says, dear beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Thank you. Nilikuwa nataka kusema unapata si as Gen Z tunapitianga hard things, tunafanywa vitu na watu, unapata we want to revenge, we want to take revenge for ourselves. Tunasahau God can fight for us, tunasahau God can do it all for us. We always forget that, no? But leo mimi nimekuja kuambia usiluzo na usijifanyie pia revenge juu ya Mungu ni kali kuliko yako. Always wait upon God, na God atakusaidia in everything. Now, and that's the word of God. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. Simpigie mwalimu makofi mazuri. Pigieni preacher pia makofi mazuri. Aya, jipigie makofi mazuri. Clap for your neighbor. Now give praise and thanks to Almighty God. Hallelujah. Amen. And today, youth have used the shortest time to preach and to teach. Lakini kama ulikuwa king, umepata kitu ambao wamezungumzia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. When speaking about legacy, wewe saizi legacy gani unaweza wacha? Hata ukianza na watoto wako, wale wenye wako hapa na watoto, ama legacy gani unaweza wachia brothers wako, wewe mwenye sasa ni mkubwa kwa familia yako? Praise God. Which legacy can you leave behind? Saizi Raila aliwacha legacy, si ndio? Watu wanaenda to visit a grave until now. Kwa sababu gani wanaenda huko? What influence that Raila leaves behind, ambaye ali-influence nayo watu? Imagine, wewe hata watu wakwenyu wakikufa, the second day, hakuna watu kwa hiyo boma. Watu wote wameenda. Praise God. And now it's 1 month since this man was buried. And people are still going there. I saw on Tuesday, people of Kogalo, people gathered to go there, taking buses, going there. But Christian, we cannot pay for a crusade. Hallelujah. Wakisema ni crusade ama kununua kiti kwa nyumba ya Mungu, no one can offer himself to do it. Lakini ile kitu yenye tutafanya nini? Lucy uko na ngapi? Mimi umejua niko na 100. Lucy pia atauliza Mudheu wewe uko na ngapi? Mimi niko na kachuani. So ili wanunue kiti moja ya 600, 10 people have participated. Which legacy will you leave behind? Hallelujah. Jesus akaamua kuacha legacy. Imagine mzee mgani anaweza kuamua kudedi kwa sababu yako? Hata wale wameolewa mko na umejua kifo ikija, mwambie mume wako atuseme leo ukufe kwa niaba yangu, ama mke wako atakwambia everybody and his own life. Bwana Yesu apewe sifa. Yako ni yako.
John 14:16, the Bible says that the greatest love that you can show your friends is to offer your life for them. Hallelujah. That's the legacy ambayo Yesu aliwacha kutufia sisi. Imagine the only son anaenda pale anakufa. Umejua watu wanawacha legacy tofauti. Praise God. Raila amewacha democracy in Kenya. Praise God. Hata hii kuongea ni saa hizi tunaongea free, unapata umesimama mahali unaongea bure hivi, yeye ndiye amewacha. Na wewe naye umewacha gani? Until now umewacha gani? Praise God. Do you offer yourself as a living sacrifice? Do you offer yourself as a temple of God? Bwana Yesu apewe sifa. Kama wanazungumzia ile kitu ni mtu anaweza wachia mtu, ni nini uko naye ambao unaweza wachia mwenzako? Wangapi ni firstborn? Kama wewe ni firstborn. Aya, lastborn. Kwa sababu gani nauliza hivyo? Umejua kuna ujinga mmoja yenye tunakuaga na mtoto firstborn akizaliwa huwa anapewa ile upendo yote, anadekezwa jinsi inawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa ile kudekezwa, ndio maana unaonaga firstborns wengi wanakuaga rude. Kwa sababu gani? Secondborn akizaliwa hivi huwa anawachwa. Praise God. Mapenzi yote imerudishwa kwa secondborn. Thirdborn akizaliwa, firstborn anaambiwa angalia huyu mtoto. So anabaki ashakuwa mzazi atatina age. Praise God. Sasa yeye mama kitoka ama baba kitoka, yeye ndio next commander. Mimi niliwaambia mfanye hivi, ndio unapata most of firstborn wanakuwa rude. Praise God. Hata kama ni msichana utampata kama anakuwa tough hata kuliko vijana. Anakuwa dictator. Kwa sababu gani? Alidekezwa lakini at once akawachwa. Wewe anza safari yako. Angalia huyu, shughulikia huyu, fanyia huyu venye inatakikana. Mzazi anatoka, amewachia firstborn mtoto wa 8 years majukumu. Na umejua kitambo watu walikuwa wanazaa aje? One after another. Si ndio? Sasa hizi ndio mmekuja ati tupange uzazi. Ilikuwaga 2 years, 1 year and a half, mwingine ako miezi 6, mwingine ako kwa tumbo. Ule anaingia 1 year and a half, mwingine ameshazaliwa. So unapata wako kama stairs. Si ndio? Wenye walisoma hizi zetu ulikuwa unaonaga standard 1 stairs ya kwanza. 2 stairs. So we were like that. Au kuna inua miguu sana. Ni ile tu kidogo hivi. Unapata secondborn, thirdborn mkiendelea. Unapata wakwadi 6. Lakini mama kitoka, nani anabaki hapo? So unapata firstborn wanawachaga ile legacy ambayo ni ngumu. Praise God. Baka unapata wale wenye wanatoka nyuma yake wameogopa firstborn kuliko wenye wameogopa. Mama akiongea utasikia kama bado mtu ana smile, utaona mtu ana smile. Lakini firstborn macho tu peke yake hivi, unaona tu unageuka unaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Legacy gani unawacha? In Lowland kuna mganga mwingine anaitwa sijui nani Odongi. Yeye pia amewacha tu legacy ya uganga. Ukienda sehemu ya Lego ukisikia tu kwanza unaanzaga tu kuingia Lego hivi unaona bango limeandikwa Odongi. Odongi. Yaani huyo ni mganga ule mwenye amejulikana. Si ndio? Praise God. Wewe legacy gani unawacha? As a youth mnajiita Gen Z. Kanisa kuonekana ni saa zile nyinyi mmependa. Lakini ukitoka nje, how will you influence your fellow youths? Praise God. Amen. Party after party. Hapo iko sawa. Si ndio? Ndio. Party after party iko sawa. Eh? Lakini to preach the gospel. Eh? Too busy. 2 minutes. So as youth, we need to leave a legacy that can make other people
to grow. Umejua hata saa hizi kama huko hapa hatutakumiss. Jua hakuna kitu natusaidia naye. Lakini wakati ulikuwa una participate mahali tutakumiss. Hata one day ukitoka tu utasikia na leo tu kuona Brenda Church. Leo tu kuona Felix kwa sababu ile party yenye wao una play watu wameona there is a loophole that day. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu uliza jirani yako what is your influence? Umemuuliza kweli amekujibu aje? Ajui? Hajaongea. Kwa hivyo ajui. Aya muulize wewe ni nani kwa nyumba la Mungu? Praise God. You know, salvation, most of time when offering a sacrifice, you start by yourself. Most of you, let me tell you one thing. Unaona hii madhabahu. When pastor have trusted you with the altar, don't joke with the altar. Praise God. Amen. There was sons of Aaron. Remember that their father was the high priest. And because of the behaviors that people have, you know, you can be a son, spiritual son or spiritual daughter. Na sasa unaona mimi Pastor Dennis wananipenda kama siko na hayuko naweza simama kwa madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Without acknowledging the power of the altar. Praise God. Whenever you come to offer a sacrifice as a youth, which kind of sacrifice are you offering here? The Bible says that two sons of Aaron went to the altar to offer an obedient sacrifice. The sacrifice that was not allowed with God. Praise God. What did God do? Because by that time the wrath of God was falling immediately, instantly. Walipatikana wamekufa kwa madhabahu. Nani aliwaua? Not any person but God himself. Praise God. When a servant of God have trusted you with altar, umejua hata kama we ni praise and worship team. When standing in this altar, you need to give a living offering. Praise God. Pure and pleasable to God. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe mwenyewe unakuja kwa nyumba la Mungu kutoa offering ambayo Mungu hajakubali. Unakuja mali hapa. Wewe ni youth. Umejua tu unakuja kufanya kwa madhabahu na wewe umetoka kwa nyumba ya boyfriend. Which kind of offering are you going to come to give into the altar? Praise God. My brother, my sisters, this place is not a joking place. Praise God. Tunaelewana. You know, sometimes you can have that desire of serving God, but without acknowledging a place where you are going to serve God. Bwana Yesu apewe sifa. What is the meaning of altar? I think kila mtu inafaa jue. What is the meaning of altar? Wacha nianze na Lucy. Lucy, what is altar? Yes. Brenda? Ukienda mahali ukienda mahali kwa kama uko na shida unaenda kwa mahali umeweka imani yako uamini hapo au pale kwa imani au uamini kwa imani madhabahu kwa hiyo altar hii ya utapata majibu yako mahali umeweka imani yako. Okay, Mdeo. Altar is a structure where we worship, we sacrifice, and An Gracie. altar is a dedicated place
mainly for worship. It's either worship the devil or worship Christ. It's a dedicated place mainly for worship and sacrifices. Felix. Altar ni place where tunaaminia Mungu. What is altar? Amen. Sema altar inaweza kuwa something that unaweza kuenda kuabudu ama unaweza fanya sacrifice, like sisi wenyewe we are altars, na pia kuna madhabahu yenye kwanza tulia sacrifice uombe. There is good, there is bad. Ashley, what is altar? Praise God. All answers are right. Altar is a sacred place raised for worship and sacrificing. Praise God. Amen. It doesn't matter is worship of what, so long as it's a worship. Because even the idol gods are being worshipped. And the Most High God is being worshipped. Praise God. So it doesn't matter is which kind of altar. Whenever there is an altar, it's a sacred place raised for the worship. Praise God. And each and every altar have its own consequences and its own benefits. Praise God. Remember, in the altar, it's where the children of Aaron died when their father was the high priest. In the altar is where the sons of Sekewa were being beaten with demon when their father is the high priest. Praise God. So, don't think that if you are loved with your father, spiritual dad, or with your biological father, if he's a priest, can make you to run away when your behaviors does not please God. Hallelujah. Here is the most, ukisoma wakati wa kitambo alikuwa anasema there was an altar and most high place, praise God, ambayo hata kuhani alikuwa naenda, kama Pastor Dennis akikuja hapa, na walikuwa naenda once in a year. Ukienda watu wote wanakaa huko nje na unafungiwa kamba kwa miguu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ukikaa sana watakuwa wanatingisha ile kamba so that you may respond. Wakipata kama uja respond, walikuwa navuta ile kamba because the wrath of God ilikuwa inaanguka. That's why ukisoma in Numbers wanasema for the high priest was to offer a sacrifice for his family, sacrifice for himself, and for the sacrifice of all Jerusalem, all Israelites. Praise God. To make worship be pure before the Lord. Lakini nowadays tumechukua altar tukaifanya kitu ya mzaha. That's why we are in the altar na tunalia. We are in the altar, magonjwa ziwezi kutoka. We are in the altar, there's no power of God in most of altars. Praise God. Pastor, I've believed you with the altar as praise and worship team. Wewe ndio uko mali hapa, auongei na Brenda praise worship team, auongei na Ashley, auongei. The spirit of envious is full in worshipers. Praise God. Alafu kesho wewe pia unataka mimi pia niwache legacy. Mimi nilikuwa naomba, mimi ndio nilikuwa naimba sana pale Neema. Nikitoka Neema hakuna mwenye atakuwa hatutakumisi. Praise God. Kwa sababu hata worship yako wenyewe unafanyia wanadamu, ufanyii Mungu. Mungu ataleta wake. Praise God. Kila na wakati unataka ubembelezwe, fanya hii, fanya hii. When God says, if they cannot praise me, I will raise even the stones to praise me. Sometimes God have already raised stones to praise when you are seated there because of your behaviors. Hallelujah.
Hebu uliza jirani yako, ile kazi yako ni gani unawacha? Praise God. Umejua hata kama umekuja hapo umeimba sana, tunaweza kuwa sisi tumebarikiwa lakini mbingu haijabarikiwa. Praise God. Unaweza kuwa umefurahisha watu lakini mbingu haijafurahia kwa ajili yako. Praise God. Na hii ndio maana kuna watu wanaitwa ministers and artists in the house of the Lord. There are ministers and artists. Artist ni ule mtu mwenye yeye kwanza artist. Kwanza saa hizi Pastor Dennis aseme tu, Brenda, leo nataka uongoze ibada vizuri. After hapo kuna malipo. Utaona artist akishika microphone hata atapatia mtu mwingine. Praise God. Ataanza kuintercede, ata worship, ata praise, afanye vitu zote, maana naangalia malipo ya baadaye. Lakini minister atakuwa na ile influence. Ni worship kidogo, Brenda intercede kidogo, nani praise kidogo, baadaye nirudi nimalize, nikaribishe mtumishi. Ye anaangalia influence. Jinsi gani nani anaweza kuinuka. When pastor have trusted you with this altar as a youth, even you have to see how you can influence others. Ili hata hao pia, unafikiri ni watumishi wangapi ambao huwezi kusimama kwa madhabahu yao? Praise God. Ni wangapi ambao hata kushika microphone hivi kwa madhabahu yao ni neema? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe mtumishi amekutrust na madhabahu, unaanza kufanya nayo mzaha. Badala ukuwe mwaminifu, unatoka kwa madhabahu, unaenda kufanya tabia zako, unarudi kwa madhabahu. You are not killing the servant of God, you are killing yourself. Praise God. If you can be determined and acknowledge the power of the altar, there's sometimes that you cannot joke with the altar. Praise God. Maana mali hapa kuna maisha ya mbeleni. Here there is blessings and here there is a curse. There's a day nilikuwa naongea na youth, and I was speaking like a joke. Nikakuja nikasimama hapo. Mlikuwa mmekaa hapo, tulikuwa kwa meeting. Nikamwambia as a youth, be serious na ile kitu yenye mnafanya. Na mkuwe watakatifu, because I can pray. Na ukifanya kitu mbaya itakurudia. Ama si kusema wenye walikuwa. Na nilisema kama wewe ni msichana na unakuja to deceive yourself kwa altar, utaenda pale nje, na hata kama umedunga hizo madawa za kutokushika mimba, utashika mimba na utaibeba. Si nilisema nikiwa hapa? Na mkasema aje, omba. Omba. Praise God. The results are out. Na niliwaambia vijana, wewe mwenye unafikiria ni mchezo, umejua wakati unaenda kulewa. Pastor Dennis hayuko hapo. Patron Anthony hayuko hapo. Lakini your God is there. Wakati yenye ulikuwa umeenda kulewa, sisi hatukujua. Result venye ulikuwa unajitapikia, silijui ilipatikana. Praise God. So when someone is speaking, unaweza fikiria ni mchezo. But let me tell you one thing. You see this place. Kama umeona tu kwamba kuna kitu inakusumbua, niliwaambia kama umeona umefika kuolewa ama unataka kuoa, enda tu kwa mtumishi umwambie, mimi naye nimepata kamrembo, nimempenda, nataka tuishi. Praise God. Kwani pastor anasemaga kama huna pesa ya harusi utaombewa na mwanze kuishi, si ndio? Bwana Yesu apewe sifa. Ushawahi sikia mwenye pastor amesema lazima uolewe na harusi? Omba. Results are out. Whenever you stand in this altar, I want you to acknowledge altar is a risk place. Kwa nini tudharau madhabahu ya Mwenyezi Mungu na tuheshimu madhabahu ya waganga? Praise God. Madhabahu ya waganga ukienda wakikwambia toa viatu, mtu ameshatoa kiatu, ameingia Mungu tupu. Praise God. Lakini hii madhabahu ukiambiwa fuata hili, lakini unawacha pasipo kujua ile ya waganga haina nguvu jinsi hii iko nayo. Praise God.
Angalia watoto wa wachungaji wengi. Wako aje? Wako sawa? Makosa ni ya nani? Ni ya wazazi wao kuwa wachungaji wa Mungu? Makosa ni kupuuza. My dad ni pastor. My mom ni pastor. Sasa wanapuuza, wanaishi kwa neema ya baba pasipo kujua au pia inafaa watafute neema yao iwabebe. Wanaenda kufanya the acts of a father in spiritual realm when they have remained in a physical realm. You will not succeed. Praise God. And I'm repeating again today, as your patron, you youths, I'm leading you. Wakati ambapo una sneak out, unafikiria mlikuwa mna sneak to out of school. Hata saa zile mna sneak out. Elijah anauliza Gehazi, Elisha anauliza Gehazi, wakati ambapo ulikuwa umeenda huko, au kujua kwamba mimi nilikuwa na wewe? Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ambapo ulikuwa umeenda kuchukua hizo fedha kutoka kwa ule mtu ambao nilikuwa nimekataa, au kujua roho ya Mungu ambayo iko ndani yangu ilikuwa na wewe ukienda? Bwana Yesu apewe sifa. Naweza kuwa unafanya, umejua Anthony yako yuko, Pastor Dennis ako huko, Brenda nioni, Alisa nioni, lakini ile yenye hujui, God will reveal for their servants what you have done all over the week. Praise God. Inashtua, si ndio? Inashtua. Praise God. When a servant of God have trusted you with an altar. Ukijua jana mwili yako ilikushinda ukaenda kwa boyfriend, please kaa chini, tubu. Ukisha tubu, Mungu atakuonea rehema. Usikuje hapa to defile the altar. Kwa sababu utatoka, hautaumiza Pastor Dennis, wewe ndio unaenda kujiumiza. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati ambapo Pastor Dennis anaenda kurudisha maombi yake, the Bible says in the book of Hebrews 13 that during the midnight all servants of God, they give a report of how they have worked with their people. Praise God. Atapatiana jibu gani kwa Lamek? Sazila naenda kufanya sema venye Lamek alimwambia Akiusa amefika. No. So unapata pastor anang'ang'ana to give the report of Lamek. Akiusa amefika. No, huyo Lamek ndio leo alikuwa ameingia kwa pabu. Pastor anajiuliza kwa pabu na tulikuwa na yeye. Kwa sababu wakati ambapo walikuwa wamewachana na pastor, Lamek alikuwa mtu mwingine. We are living two lives in the altar nowadays. Hebu uliza jirani yako, unaishi maisha gani? Praise God. When we are speaking of legacy, kuna watu ambao wa kazi yao legacy wamejua tu ni kugonganisha watu na masengenyo. Ukitaka tu ukiingia tu kwa hiyo kanisa nani? Ule ni anakuwaga ni wa masengenyo. Yaani yeye amejulikana tu masengenyo kwa hiyo kanisa. Nani na nani mwenye aliwacha church? Hiyo si ni nani ndiye alifanya? Si nani ndiye alifanya waliwacha church? Praise God. Siku hizi hatuonagi dada fulani. Wewe dada fulani au kusikia kitu yenye nani alisema juu yake, hata kama leo unaweza rudi hiyo church. Praise God. Brotherhood love. Siku hizi imepotea ndani ya kanisa. Praise God. Wangapi washatafuta wenzao wenye hawakujagi church? Sasa hiyo ule mwenye muonaji akikuja nani akujagi? Rekla. Ulimtafuta? Akwambia aje? Tulikuwa na yeye last Sunday. Nani ameshatafuta Lucy? Nani ashatafuta Lucy? Lucy Black, si huyu Lucy. Nani mwingine? Youth, we were about 40. And now our number have remained to around 20. Where are other 20? Because of brotherhood love. Imepotea.
Watu wako ndani ya madhabahu but we are hypocrites. Bwana Yesu apewe sifa. We are in the altar but we are hypocrites. Nowadays, umejua kwa nini? Angalia saa hizi. Wakristo wengi wanaslimu wanarudi kwa Waislamu. But Waislamu wangapi wenye ume-influence akarudi kwa Ukristo? Praise God. By a show of hands where you are living, wangapi unaweza tuambia wamekuwa Waislamu? Si ni wengi. Lakini wangapi wametoka Uislamu wakakuja wakakuwa Wakristo? Praise God. Kitu ya kwanza, Wakristo ni wanafiki. Sema amen. Amen. So seme tu amen. Amen. Hypocrites. Tukiwa hapa sisi ni watakatifu, tukifika pale nje sisi ni watu wengine tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu ya kwanza, separation iko ndani ya kanisa. Selfishness iko ndani ya kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. When the Bible said that the acts of human nature, they are things that are being seen publicly. Praise God. Wewe utaambia nini mwenzako akuje akufuate wakati wewe mwenyewe uko na chuki, ambapo hata akinunua tu nguo tu umeshakasirika na yeye. Praise God. Let us offer a living sacrifice. When a servant of God have trusted you with the altar, do what is necessary for you to do in the altar. Praise God. Usiwe sababu wengine kuangaika, usiwe sababu wengine kuanguka, usiwe sababu ya wengine kulia. Bwana Yesu apewe sifa. Watu kawe baraka kwa watu wengine. Praise God. Wakati ambapo unasimama hapa, mtu akaone baraka. Praise God. Wakati ambapo umesimama mahali hapa, wacha watu wakabarikiwe. Sio kwamba mtu akikutazama ule Anthony mwenye jana huyu ndio amesimama hapo, huyu mwenye jana alikuwa na sengenya na nani? Huyu mwenye maneno yake imezunguka huko venye wanajifanya. So badala watu waone utakatifu, watu waone baraka, wanaona Anthony. Praise God. Umejua kuna vitu zingine wanaona kwa social media. Naona vitu zingine mpaka unajiuliza, a servant of God anaenda ana like mwanamke mwenye ana dance uchi. Unaona pale kwa watu, umejua hata ukilike watu wote wenye wanawatch hiyo video watakuwa wanaona nani na nani wamelike, si ndio? Alafu naona pastor wako ndiye amelike mara ya kwanza. Are you safe in the altar? Are you safe? Praise God. Kuna vitu zingine ambazo wacha tu tuseme ukweli. Umejua saa zingine wanaonaga watumishi wengine ambao nimewajua ana like kitu kingine, ninajiuliza what about mimi nimeiona na wafuasi wake wakimuona kwa kitu kama hii itakuwaje? Praise God. Wakati ambapo mimi nakufundisha utakatifu, ukirudi kwa page yangu unapata vitu zingine za vituko, ninakufundisha nini? Praise God. So we must be in righteousness whenever we are in the altar, whenever we are outside the altar, because God have trusted us with the altar. Praise God. Ili Mungu akuamini na hii madhabahu, ndiposa na wewe pia uamini nayo mtu mwingine. Kunayo jambo ambayo imefanyika in a spiritual realm. Praise God. Wangapi wanajua kama Mungu amewawacha? Nani anajua kama Mungu amemwacha? Lakini tuko all weather, si ndio? Ndio maana Wakristo wengi, we don't know the season, we don't know the time, we don't know anything. Watu wamebaki, Bwana Yesu asifiwe, praise God. Mimi nawaambia, lakini ule Mungu mwenye na praise hakuna. Wakati Yesu alibaki kwa hekalu, wazazi wake walijua? Praise God. Yeye amebaki, wazazi walikuwa wamejua? Alibaki, wazazi wakaendelea na safari. Wakati Yesu ataondoka ndani yako, hautajua.
Bwana Yesu apewe sifa. This is why the Bible says that each and every time David persisted in prayers of repentance. Praise God. Lakini wewe ukihubiriwa kurepent na Yesu ya repent kwanza. Sisi ndio ametukaza hapa repent. Yes, ya repent kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God. Lakini Daudi alipokuwa amesikia Jonathan amekuja tu hivi akamwambia, na huyo mtu mwenye alifanya hizo mabaya ni wewe, kwa magoti, Mungu ni rehemu, Mungu nikumbuke. Ahabu anaambiwa, na kwa sababu hiyo ushaua mtu mwenye ana hatia, ghadhabu ya Mungu haitatoka malangoni pako. Ahabu ule mfalme akarudi mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu akasema, na kwa sababu umetubu ukaomboleza kwa kilio, mimi nitatoa hii ghadhabu kwako, bali nitaisongeza kwa watoto wako. Praise God. Kwa sababu gani? Ahabu alitubu kwa ajili yake yeye mwenyewe, hakutubu dhambi kwa ajili ya watoto wake. Praise God. So ikabebwa kwa watoto wake, na Ahabu akakosa kuambia watoto wake siri that there is a curse that God have laid over me, and because of my prayers I have been forgiven, and this curse have been taken out to you, your generation. Praise God. Ili na wale pia wakazidi kuomba. Lakini nini ilifanyika? Yeye akawacha watoto, ile kitu yenye Mungu alisema ikafanyika. No generation and even the friends of Ahab are living today. Wote walimuuliwa kwa sababu ya uovu ya mwanamke kuua innocent person. Praise God. So when you are giving God praise, give God a living sacrifice of praise. Usikuje kutoa dhabihu ambayo sehemu nyingine ni dhabihu iliyolemaa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni kuimba, muimbie Mungu kama umemaanisha. Mtu mwingine usiimbe kunifurahisha. Mimi sina bingu la kukupeleka. Praise God. Usintasidi kunifurahisha. Mimi sina bingu ya kukupeleka. Furahisha Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi hata ukiniona hapa, the way you are struggling to be in that seat the end day is how I'm struggling even today. Praise God. Hata mimi pia ikifika wakati mwingine naambiaka tu Mungu, mimi pia unikumbuke, mimi pia unitendee. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi niko na wapi nitakupeleka? Kama ni jehanamu nikipatikana huko, tutapatikana na wewe kulingana na matendo zangu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni mbinguni tumepatikana tukikaa katika kiti cha enzi, tupatikane na wewe kulingana na matendo zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ile kitu yenye unafanya, fanya ukijua au fanyi mtu mwingine. Usikuje hapa kuimba na kama sarakasi ili pastor kuone. Will not help you. Serve your living God. For the offering that you are giving in the altar will stand for you. Can make you grow or can demolish you. Praise God. Amen. Watoto wa Aaron wanakufa kwa madhabahu wakienda kucheza kwa madhabahu. Praise God. An altar is not a place to joke with. So the legacy that you are going to leave behind, let it be something that can bless others also. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo worshipers, usikuje hapa kama umejua kutuna masarakasi zako. Na saa hizi hapa tukitaka kujua tu ule mtu mwenye ni artist, tuanze kutoa pesa kulipa worshipers. Every Sunday tutawajua. Ataimba akishika hii microphone, hata na sauti Brenda inafaa imbe. Akishika microphone hata na sauti kuna watu wengine, anataka yeye aonekane. Praise God. Stand up on your feet as we engage into the main service, and it will be of blessings. Praise and worship team, we need to worship the Lord. Tuamini Bwana asubuhi ya leo kwa yale ambayo ametenda. Kila na mmoja ukamrudie Bwana kwa kinywa chako kwa moyo wa zaburi. Bwana, tunakurudia tukisema ni asante asubuhi ya leo, maana wewe ni Mungu mwema. Jehova, unastahili kuinuliwa.